Ijue WHI, Watumishi Housing Investment, taasisi ya umma yenye jukumu la kusimamia utekelezaji wa mpango wa makazi kwa watumishi wa umma, wanachama wa mifuko ya hifadhi ya jamii, pamoja na kusimamia mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Watumishi Housing Investment inakukaribisha kujiunga katika mfuko wa Faida Fund wenye lengo la kuwapa Watanzania uhuru wa kifedha kupitia uwekezaji wa pamoja. Ili kujiunga na mfuko huu, bofya *152 *00 alama ya reli. Chagua namba 1 malipo, kisha namba 6 WHI, halafu namba 1 tengeneza akaunti binafsi na jaza majina yako matatu na tarehe ya kuzaliwa. Chagua jinsia yako, kisha kazi unayoifanya. Hakikisha taarifa zako kama ziko sahihi kwa kubonyeza 1 kukubali. Utapokea ujumbe kwenye simu yako wenye namba yako ya uwekezaji na kumbukumbu namba ya malipo, yani control number, ambayo utatumia muda wote kuwekeza. Ili kuanza kuwekeza, bofya menu yako ya M-Pesa, kisha chagua lipa kwa M-Pesa. Endelea kwa kuchagua malipo ya serikali, kisha ingiza control number uliopewa ikifuatiwa na kiasi cha fedha unachotaka kuwekeza. Utapata meseji ya malipo katika simu yako na baadaye idadi ya vipande. Aidha, unaweza kufanya uwekezaji kwa njia ya sim banking CRDB au kupitia wakala wa CRDB. Faida Fund, haba na haba. Habari za leo, mtazamaji wa kipindi cha Ijue Watumishi Housing Investment, kipindi kinacholetwa na taasisi ya Watumishi Housing Investment. Kama unavyojua, taasisi ya Watumishi Housing Investment ni taasisi ya serikali inayojishughulisha na masuala mbalimbali ikiwemo na pamoja na usimamizi wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja, masuala kuhusiana na ujenzi pamoja na ushauri majenzi. Kama kawaida yetu, kipindi hiki kiko mahususi kukupa wewe fursa zinazopatikana Watumishi Housing Investment, na leo tutaenda kuangalia fursa kuhusiana na mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaofahamika kama Faida Fund. Na leo tuna mgeni wetu muhimu sana kutoka taasisi ya Watumishi Housing Investment, na huyu ni mkurugenzi wa fedha na uwekezaji ambaye tutaungana naye kwenye kipindi chetu kuanzia mwanzo hadi mwisho siku ya leo. Kwa hiyo nikukaribishe sana ukae pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Karibu sana. Watumishi Housing Investment inakukaribisha kujiunga katika mfuko wa Faida Fund wenye lengo la kuwapa Watanzania uhuru wa kifedha kupitia uwekezaji wa pamoja. Ili kujiunga na mfuko huu, bofya *152 *00 alama ya reli. Chagua namba 1 malipo, kisha namba 6 WHI, halafu namba 1 tengeneza akaunti binafsi na jaza majina yako matatu na tarehe ya kuzaliwa. Chagua jinsia yako, kisha kazi unayoifanya. Hakikisha taarifa zako kama ziko sahihi kwa kubonyeza 1 kukubali. Utapokea ujumbe kwenye simu yako wenye namba yako ya uwekezaji na kumbukumbu namba ya malipo, yani control number, ambayo utatumia muda wote kuwekeza. Ili kuanza kuwekeza, bofya menu yako ya M-Pesa, kisha chagua lipa kwa M-Pesa. Endelea kwa kuchagua malipo ya serikali, kisha ingiza control number uliopewa ikifuatiwa na kiasi cha fedha unachotaka kuwekeza. Utapata meseji ya malipo katika simu yako na baadaye idadi ya vipande. Aidha, unaweza kufanya uwekezaji kwa njia ya sim banking CRDB au kupitia wakala wa CRDB. Faida Fund, haba na haba. Mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Ijue Watumishi Housing Investment. Kama nilivyokuambia awali, leo tuna mgeni kutoka taasisi ya Watumishi Housing Investment, na huyu ni mgeni muhimu sana kwa sababu leo tunaenda kupa fursa ya masuala ya mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao unafahamika kama Faida Fund. Kama nilivyokuambia awali, leo tuko na mkurugenzi wa fedha na uwekezaji. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Mkurugenzi, kwa manufaa ya watazamaji, pengine ujitambulishe majina yako ili waweze wakakufahamu. Jina langu ni Pascal Masawe. Sawa. Mkurugenzi, leo tuko hapa mahususi kabisa kuongelea kiundani maendeleo ya mfuko wa Faida Fund, kwa sababu nakumbuka tumeonana na tukatoa fursa kwa Tanzania na tukaelezea juu ya mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao unafahamika kama Faida Fund. Labda kwa manufaa ya wale pengine ambao bado hawajasikia kuhusu mfuko wa Faida Fund, kiufupi kabisa, ili twende sasa kuelezea maendeleo ya mfuko wetu. Kiufupi unaweza kugusia mfuko wa Faida Fund ni nini? Mfuko wa Faida Fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja na una malengo mawili makubwa. Lengo la kwanza ni kukuza mtaji wa mwekezaji na lengo la pili ni kukuza
ule utamaduni wa kuwekeza kidogo kidogo. Kwa hiyo mfuko huu umetengenezwa mahususi kwa ajili ya watu wote ambao ni Watanzania wanaoishi ndani ya nchi na nje ya nchi, pia taasisi mbalimbali ambazo zinataka kuwekeza kwa malengo ya muda mfupi na muda mrefu, pia taasisi ambazo sio za serikali na wananchi wote kwa ujumla, ikiwemo watoto wote wanaruhusiwa kuwekeza kwenye mfuko huu. Sawa sawa. Nashukuru sana. Sasa Chief, mara kwanza tulivyokuja kuongea tuliongea kama ulivyotoa hiyo fursa, na sasa leo tunakuja kuangalia maendeleo ya mfuko mpaka kipindi hiki. Na imani kubwa sana mfuko huu ulianza mwaka 2023 kama sijakosea, ambao kwa sasa ni almost miaka miwili. Ndio Chief. Tukiangalia upande wa performance ya mfuko mpaka sasa ipoje? Mpaka sasa maendeleo ya mfuko ni mzuri. Kwa upande wa wawekezaji, mfuko mpaka sasa hivi umeshasajili wawekezaji hai ambao wanafikia 7,300 na bado watu wengi wameonyesha interest ambao wanazidi zaidi ya 25,000 ambao tayari wameshajisajili lakini bado hawajawekeza. Kwa hiyo tunatarajia mfuko huu unakuwa kwa haraka sana. Ukiangalia kwa muda mfupi tumeshapata hao wawekezaji hai, lakini vile vile sio hiyo tu, hata wawekezaji makampuni zaidi ya 20 wameshajisajili na wameshaanza kuwekeza, na pia tuna watoto zaidi ya 250 wamewekeza, na pia tuna akaunti zile za pamoja, akaunti za joint ambazo na zenyewe zinazidi zaidi ya 50. Kwa hiyo kwa ujumla mfuko umepata mwitikio mzuri kwa upande wa mtu mmoja mmoja na taasisi kuwekeza, lakini vile vile tuje kwenye upande wa pato halisi au tuseme thamani halisi ya mfuko. Kama ulivyosema, mfuko huu ni mwaka wa pili, lakini hadi sasa mfuko umesha pata pato halisi tuseme la bilioni 35.5. Hii ni ukuaji mkubwa sana, na wawekezaji wanapata 13% sasa hivi kwa mwaka kwa wastani. Kwa hiyo kwa kipimo cha sokoni, mfuko huu sasa hivi unaongoza katika kutoa pato lenye ushindani kwenye soko, na ukilinganisha mifuko ya aina hiyo ambayo inaendeshwa hapa nchini. Kwa hiyo kwa maana ya ukuaji, mfuko umekuwa kwa haraka sana, na hii imetokana na ufanisi mkubwa wa taasisi ambayo inaongoza huu mfuko ambayo ni Watumishi Housing Investments, kwa ueledi mkubwa ambao tunautumia katika kusimamia huu mfuko. Asante Chief. Labda pengine kwenye upande wa ongezeko la tunasema hii thamani ya mfuko mpaka kufika bilioni 35, labda kuwapa moyo wa Tanzania, hii bilioni 35 ni kutokana na hawa wawekezaji wetu wadogo wadogo wanaowekeza kidogo kidogo, au ni uwekezaji ambao wanawekeza kwa lugha nyingine tunasema giant investors? Hii imekaaje? Kwa maana ya kupata thamani halisi ya mfuko ambayo kama ulivyosema ni bilioni 35.5, ni kwamba fedha hizi zinatokana na wawekezaji wote mmoja mmoja, makampuni na watoto, na pia wale wanaowekeza kwa pamoja, kwa maana watu wawili. Pia sio mapato yanatokana tu na uwekezaji peke yake, na kule tunakowekeza kuna mapato yanatokana na faida ambayo tunaipata sokoni. Kwa hiyo ongezeko hili la thamani ya mfuko linatokana na uwekezaji wa mtu mmoja mmoja, makampuni, pamoja na mapato ambayo yanatokana na uwekezaji ambao tunafanya. Sawa. Na tukija kwenye kipengele cha 13%, kwa sababu tunaona kwenye soko la mifuko ya uwekezaji mara nyingi wawekezaji wengi wanakuja kupima ushindani kwenye upande wa return, au tunasema percent ambayo inarudi kwa mwekezaji baada ya kuweka kiasi chake. Ili ongezeko la 1% mara nyingi huwa inatokana na nini katika masuala ya uwekezaji, na hii ni kwa manufaa ya mtazamaji? Ili ongezeko la 1% ambalo sasa hivi tunapata wastani wa 13%, kwanza linatokana na uwekezaji endelevu. Kwa maana wawekezaji wanapowekeza hawatakiwi waachie hapo hapo, wanatakiwa wawekeze kwa uendelevu. Na sisi kama meneja wa mfuko tunawekeza kwenye masoko yenye kutoa faida au pato kubwa au pato la uhakika. Kwa hiyo ili pato hilo liwe endelevu, basi tunahakikisha kwamba tunahakikisha vile vihatarishi vyote ambavyo vingeweza kufanya
pato lipungue, tunahakikisha hatuwekezi kwenye maeneo hayo, na hii inatokana na sera nzuri ya mfuko ambayo tunayo, sera ya uwekezaji ambayo inaelekeza kwamba zaidi ya 60% ya huo uwekezaji tuwekeze basi kwenye masoko ambayo ni ya hizi mifuko ya dhamana za muda mrefu ambazo zina mapato makubwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunapata pato kubwa zaidi kwenye mfuko. Sawa sawa. Na kuna ile swala unakuta watu wanakuwa wanauliza, bwana, mnavyosema 13%, je, haishuki? Yaani kuna kuaga na swala, bwana, hivi bei ya kipande ambayo inapelekea ongezeko la thamani ya mfuko vipi huwa haishuki? Maana tunajua kwenye uwekezaji kuna masuala ya kupanda na kushuka kwa thamani. Hili kwa upande wa mfuko wa Faida Fund limekaaje? Kwa kweli hili limekaa vizuri kwa sababu tangu awali mfuko ulipoanzishwa, jambo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunalinda mtaji wa mwekezaji. Hilo ni jambo la kwanza, na ili kuhakikisha hilo linafanyika, tulitengeneza sera ya uwekezaji, sera ambayo inaelekeza kwamba mfuko hautawekeza kwenye maeneo hatarishi ya kiuwekezaji. Kwa mfano maeneo ambayo ni hatarishi ni kama vile hisa za makampuni. Baadhi ya makampuni yanaweza kufanya vizuri sasa, lakini baada ya muda kutokana na soko la bidhaa ambazo wanauza ikashuka thamani yake. Kwa hiyo ikishuka ile thamani, basi ina athari kubwa kwenye maendeleo ya mfuko. Kwa hiyo maeneo kama hayo ambayo yana uhatarishi wa uwekezaji, policy au tuseme sera ya uwekezaji inakataza tusiwekeze huko. Badala yake imeelekeza tuwekeze kwenye maeneo ambayo kuna uhakika wa mapato ya uhakika ambayo yataingia kwenye mfuko. Na maeneo hayo yameainishwa kabisa kwamba yawe ni kwenye zile kwenye dhamana za muda mrefu kama hati fungani za serikali na kwenye masoko ya fedha. Na masoko ya fedha ni kwenye taasisi zile ambazo zinatoa pato nzuri, na pia kunakuwa hakuna hatarishi wa aina yoyote ili kupoteza fedha. Kwa hiyo hata kwenye haya masoko ya mitaji tunahakikisha kwamba hata kama tunaweka kwenye hati fungani za makampuni, na haya makampuni tunahakikisha ni makampuni ambayo yana sifa sokoni, ambayo hakuna uhatarishi wowote wa kupoteza mapato. Kwa hiyo kwa ujumla utaona kwamba mfuko ulianza na sifuri, sasa hivi natoa pato la 13%, na tunatarajia, na ukiangalia mwelekeo ni kwamba hiyo kushuka ni kitu ambacho sio kirahisi sana, kwa sababu ya aina ya uwekezaji ambao tunauweka na ueledi uliopo kwenye uwekezaji wetu. Watumishi wa umma ambao wanapendelea kufanya uwekezaji wao wa mwezi, aidha watumishi wa umma au mtu binafsi ambaye yuko kwenye sekta binafsi, au mmewafikiriaje? Kama ulivyosema, mfuko umebuni utaratibu mzuri sana kwa watumishi ambao ama ni wa umma au ni wa sekta binafsi kuwekeza kila mwezi. Kwa hiyo tunakuja na mpango wa kuwekeza kila mwezi. Kwa Kiingereza tungesema monthly investment plan. Kwa hiyo kwa mpango huu wa kuwekeza kila mwezi tumeugawanya katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni pale mtumishi anaamua yeye na benki yake imkate kwenye akaunti yake kila mwezi na kupeleka kwenye mfuko wa faida. Nikifafanua zaidi hapo ni kwamba mtumishi yule anayetaka kufanya hivyo, au mtu yeyote, sio lazima awe mtumishi, hata mfanya biashara, anaweza kuingia kwenye website yetu. Pale atapata account number kwa kujaza fomu ambayo ina taarifa fupi tu ambayo jina lake, akaunti ya mfuko na kiasi ambacho anataka kuwekeza kwa mwezi. Basi akivuta ile fomu itampa account number ya uwekezaji ambayo iko benki ya CRDB. Basi atajaza maelekezo ya benki kwamba kila mwezi kiasi hicho kiwekezwe. Huo ni upande mmoja. Aina ya pili ya utekelezaji wa huu mpango wa kila mwezi ni kwa watumishi wanaofanya kazi wanaolipwa mshahara kwa mwezi. Sasa hawa watumishi wamegawanyika katika maeneo mawili. Kuna watumishi wale ambao ni wa serikali, wanalipa mshahara na serikali, na kuna watumishi wengine ambao ni taasisi binafsi ambao hawapati mshahara serikalini. Hata taasisi za umma zingine zote hazilipo na serikali, wanalipa wenyewe. Kwa hiyo makundi haya mawili tumewatengenezea utaratibu tofauti. Kwa nikianza na watumishi wa serikali, wale tuko mbioni kumaliza kuunganisha mfumo wetu wa uendeshaji pamoja na mfumo wa malipo ya mishahara serikalini, ambapo watumishi wote sasa kwa mara ya kwanza watapata dirisha maalum kupitia kwenye ile watumishi poto.
pale wataweza kukutana na dirisha la uwekezaji. Katika ile dirisha, yule mtumishi ambaye anapata mshahara akifika pale ataliona hilo dirisha, na pale anaweza kuelekeza awekeze kiasi gani. Na yule ambaye hajasajiliwa pia anaweza kujisajili kutoka kwenye dirisha hilo hilo. Kwa watumishi wengine wale ambao ni wa taasisi zingine ambao hawalipo na mishahara na serikali, wale wataingia kwenye website yetu ya Watumishi Housing. Kule watapata form ya kujaza taarifa ya kwake, jina lake na mwajiri wake na namba yake ya kuajiriwa kwenye hiyo taasisi. Pia ataweka kiasi pale ambacho anataka akatwe kwa mwezi. Basi ile fomu atampa mwajiri wake, idara ya rasilimali watu. Wale wakikata mshahara wake utakuja moja kwa moja kwenye akaunti ambayo tumeelekeza hapa kwenye hiyo fomu. Kwa hiyo atakuwa anawekeza kila mwezi, na hii itawasaidia watumishi wengi waweze kuwekeza bila kujisahau. Sawa. Na maana hiyo itakuwa inawasaidia watumishi kuwekeza kwa kiasi wanachoamua wao. Hiyo ni uhuru tu wa mtu kuwekeza, na akishafanya hivyo anaweka kiasi kile ambacho anataka, lakini vile vile akiona labda ameweka mno kidogo, anaweza akarudi akabadilisha, akajaza fomu nyingine, akabadilisha, ama akapunguza au akaongeza, kwa sababu ni hiari yake kuwekeza. Lakini nitoe angalizo kwamba jinsi unavyowekeza kiasi kikubwa, kadiri hiyo unajitengenezea pato kubwa pia kwenye maisha yako ya baadaye. Sawa Chief. Na kwa upande wa mfuko wa Faida Fund, kuna akaunti za aina gani ambazo mwekezaji anaweza kufungua? Kama nilivyoeleza awali, kuna akaunti ya mtu binafsi. Wewe na mimi binafsi unafungua akaunti yako ya kuwekeza. Lakini vile vile mnaweza kufungua akaunti ya watu wawili. Wale mnaofanya kazi zinazofanana au biashara au nini, mnataka kuwa na joint account au akaunti ya pamoja, mnaweza kufungua akaunti ya pamoja. Pia akaunti nyingine unaweza kufungua ni akaunti ya kampuni. Kama una kampuni yako, unaweza kufungua akaunti yako. Na pia kuna akaunti ya watoto. Hii akaunti ya watoto ni maalum kwa ajili ya kuwawekezea watoto kwa ajili ya maisha ya baadaye. Inawezekana kuwalipia ada au kuwaendeleza kielimu au kibiashara baadaye. Kwa hiyo uwekezaji ule unauweka separate au tofauti na uwekezaji wako, ili mtoto wako au watoto wako baadaye waweze kunufaika na zile fedha ambazo umewekea kwa ajili ya elimu au kwa ajili ya kuendeleza katika biashara au maisha yao. Sawa. Na kikubwa zaidi kwenye uwekezaji, kumekuwa na haya masuala katika soko la ushindani kwenye masuala la mtu anapohitaji fedha. Kwenye upande wa mfuko wa Faida Fund, hili mmeliwekaje? Kwa sababu tumeona kuna watu wakilalamika sehemu zingine kwenye upande wa upataji fedha baada ya kuwa na uhitaji. Hili limekaaje? Kawaida ukishajisajili kwenye mfuko wa Faida Fund, ule uwekezaji wa kwanza inabidi umalize siku 90 kabla hujaweza kutoa fedha. Lakini baada ya hizo siku 90 au tuseme miezi mitatu, unaweza kuchukua fedha muda wowote ule. Na kisha tuma maombi ambayo utatuma kwa njia ya mtandao. Unaweza kutuma kutumia simu yako au kutumia kompyuta au kutumia njia yoyote, lakini alimradi ni njia ya mtandao. Basi maombi hayo yakishafika kwenye mtandao, ndani ya siku 3 unalipwa. Na katika kulipwa, sisi kwenye mfuko tunatoa aina mbili za malipo. Unaweza kulipwa kwenye akaunti yako ya benki ambayo utakuwa umeisajili kwenye akaunti yako, au ukalipwa kwenye simu yako ambayo pia utakuwa umeisajili kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo malipo hayo ndani ya siku 3 unayapata. Asante sana Chief kwa elimu ya leo. Lakini kwenye kumalizia, tumeona kwenye nchi yetu kwa hivi sasa kumekuwa na masuala mengi sana, hasa ya masuala ya upatu. Watanzania wengi sana wamekuwa wanakosa elimu ya uwekezaji. Inafika mahala tunasikia kuna kesi mbalimbali za watu wanachangisha fedha, wanadanganya wananchi masuala ya uwekezaji, mwisho wa siku zile fedha zinapotea. Wito wako ni nini kwa Watanzania? Wito wangu ningeshauri Watanzania wafuate taarifa zinazotolewa na mamlaka husika, kwa mfano mamlaka ya Benki Kuu na mamlaka ya pia masoko ya mitaji CMSA. Wanatoa miongozo, na hao ndio ambao wanasajili taasisi ambazo zinatoa huduma za kifedha. Kama ilivyo Faida Fund imesajiliwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, na Benki Kuu pia inasajili hizo taasisi. Kwa hiyo kabla mwananchi hajaamua kuwekeza fedha, hakikishe taasisi ambayo anawekeza fedha au chombo ambacho anawekeza fedha basi kimesajiliwa sawa sawa. Na pale ambapo anakuwa na wasiwasi, basi afuate watu ambao wanatoa elimu ya masuala ya fedha, aweze kupata ushauri ili aweze kuweka hela yake mahali ambapo ni salama. Na nichukue fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote ambao
wanataka kuwekeza kwa muda mfupi na muda mrefu, wawekeze katika mfuko wa faida. Ni mfuko ambao unatoa pato zuri la ushindani sokoni, na kama nilivyosema 13% kwa mwaka. Sasa hivi ndio mfuko unaoongoza kwenye soko. Wote wanakaribishwa kuwekeza. Naam, mtazamaji wetu wa kipindi cha Ijue Watumishi Housing Investment, kama ulivyoona na imani, leo umepata kujua vitu mbalimbali na maendeleo mbalimbali yanayotokana na mfuko wa uwekezaji wa pamoja, mfuko wa Faida Fund. Nitoe wito kwa Tanzania, watu wote ambao pengine mmekosa kupata fursa ya kupata elimu ya uwekezaji wa pamoja, mnakaribishwa sana kuwekeza katika mfuko wa Faida Fund. Kama mlivyosikia kutoka kwa mkurugenzi wa fedha na uwekezaji, ni mfuko wenye pato shindani, ni mfuko ambao usalama wake ni wa uhakika, kwa sababu ni mfuko ambao unasimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa masoko ya fedha na mitaji. Nikukaribishe sana kuungana nasi kwenye kipindi kijacho na kupata fursa mbalimbali zinazotoka Watumishi Housing Investment. Karibu sana. Ijue WHI, Watumishi Housing Investment.